Kama unashabikia timu inayokupa maumivu kwa sababu inafungwa kila wiki, unapaswa kuangalia mkasa wa kisheria kutoka Uganda. Sasa hivi karibuni kumekuwa na mjadala mkali mtandaoni baada ya shabiki wa Arsenal kutoka Uganda ambaye anajulikana kama Eric Kiama kuweka rasmi nia ya kushtaki klabu hiyo ama notice of intention to sue. Mdai huyu anaituhumu klabu ya Arsenal, wachezaji wake pamoja na kocha Mikel Arteta kwa makosa ya professional negligence na breach of fiduciary duty kufuatia kipigo ambacho walikipata dhidi ya Bournemouth weekend iliyopita. Sasa Kiama anadai fidia kwa maumivu ya hisia na hasara ya kifedha ambayo mashabiki wanapata kutokana na kile ambacho yeye anakiita ni ukosefu wa ari ya ushindani ya wachezaji wa Arsenal. Eric anadai kuwa Arsenal inajiuza duniani kote kwa kutumia misingi ya ubora na ushindi, lakini vitendo vyao uwanjani ni kinyume na ahadi ya bidhaa yao, yani misrepresentation of brand value. Kwa lugha rahisi, Kiama anahisi kwamba klabu imevunja mkataba wa kihisia na wa kimaslahi na mashabiki wake wa kimataifa, ambapo anasema kwamba wanawekeza muda mwingi na rasilimali kushabikia timu hiyo. Kiama anadai pia kuwa kuna uzembe wa wachezaji na kukosa mbinu kwa kocha Arteta kunakuwa kumesababisha msongo wa mawazo ambao unastahili kulipiwa fidia kutoka kwa hukumu za mahakama. Tukitazama hii kwa jicho la kisheria na kujiuliza kama kesi hii je, ina mashiko vipi? Jibu langu la moja kwa moja nadhani itakuwa ngumu sana, au niseme huenda haiwezekani kushinda, kwa sababu katika sheria ya madhara law of tort, ili uthibitishe uzembe lazima kuwe na duty of care. Mahakama duniani kote huwa lazima zinasita kuingia maamuzi ya kiufundi ya michezo kwa sababu soka lina asili ya matokeo ambayo hayatabiriki. Hakuna mkataba wa sheria ambao unamlazimisha mchezaji kushinda kila mechi ili kumlinda shabiki na maumivu anaweza kuyapata kutokana na losses. Hata hivyo, tukio hili ni funzo kubwa kwa wataalamu wa masoko na mikakati ya kidigitali ambayo inatuonesha kuwa brand loyalty imefika mahali ambapo wateja ama mashabiki wanajiona ni kama wadau ama stakeholders wenye haki za kudai ubora wa huduma wanazopewa. Sasa ingawa notisi hii inaweza kuishia kwenye memes za mtandaoni na kupostiwa, lakini imetuma ujumbe mzito kwa uwajibikaji wa klabu na mashabiki wake. Ni alarm kuwa unapoahidi victory through harmony, ni lazima uwe tayari kutetea kauli hiyo uwanjani. Sasa hebu niambie, kama ungekuwa na uwezo wa kushtaki timu yako leo kwa emotional distress, ungedai fidia gani, ya kiasi gani, na ni kosa gani ambalo ungewashtaki nalo timu yako? Tupeane miongozo kwenye comment hapo. For now, tukutane on to the next one. Peace out.